Katika siasa za Tanzania, ni nadra kuona kiongozi akipanda ngazi za uongozi kwa muda mfupi na kufikia nafasi za juu za kitaifa akiwa katika umri mdogo. Lakini jina la Deogratius John Ndejembi limeandika simulizi tofauti. Akiwa na umri wa miaka 43, Ndejembi ameweka rekodi ya safari ya uongozi iliyomtoa kwenye ngazi za utawala wa wilaya, ikampeleka bungeni, katika baraza la mawaziri na hatimaye kwenye nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndejembi alizaliwa Julai 12 mwaka 1983. Elimu yake ya msingi aliipata katika shule ya msingi Canon Andrea Mwaka kabla ya kuendelea na elimu ya sekondari katika shule mbalimbali nchini. Baadaye alihitimu elimu ya juu ya sekondari katika Merton College mwaka 2004. Kama viongozi wengi wa kizazi kipya walioingia kwenye siasa za Tanzania katika miaka ya hivi karibuni, Ndejembi alijijengea msingi wake kupitia elimu. Mwaka 2006 alielekea nchini Uingereza kusomea mahusiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha Lincoln ambako alihitimu shahada mwaka 2009. Pia alijiongezea taaluma ya usimamizi wa utawala na kupata advanced diploma mwaka 2012. Safari yake ya uongozi ilianza kuonekana wazi mwaka 2016 alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa. Katika mfumo wa utawala wa Tanzania, nafasi ya mkuu wa wilaya imekuwa shule muhimu iliyowajenga viongozi wengi waliokuja kushika nyadhifa kubwa serikalini. Mwaka 2020 Ndejembi aliingia rasmi katika siasa za uchaguzi baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge wa Chamwino kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Ushindi huo ulimfungulia mlango wa kuingia serikalini kama naibu waziri katika ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Mwaka 2023 alihamishiwa TAMISEMI akiwa naibu waziri kabla ya kupandishwa cheo mwaka 2024 kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Ndani ya mwaka huo huo, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alimhamishia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Hatua hiyo ilionyesha kuendelea kuaminiwa kwake katika kusimamia sekta zinazogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Mwaka 2025 alikabidhiwa Wizara ya Nishati, moja ya wizara muhimu katika ajenda ya maendeleo ya uchumi wa Tanzania. Hapo ndipo jina lake lilianza kuonekana zaidi katika mijadala ya kitaifa kuhusu umeme, mafuta, gesi na uwekezaji wa kimkakati. Na sasa Agosti 26 mwaka 2026, ukurasa mpya umefunguliwa. Baada ya nafasi ya makamu wa rais kuwa wazi, CCM ikampendekeza Ndejembi na hatimaye kuteuliwa kushika wadhifa huo, akajiunga katika safu ya viongozi wakuu wa taifa. Kutoka darasani hadi kwenye meza za maamuzi ya kitaifa, kutoka mkuu wa wilaya hadi makamu wa rais, safari ya Deogratius Ndejembi ni simulizi ya kizazi kipya cha viongozi wanaoendelea kuchukua nafasi kubwa katika siasa za Tanzania. Mimi ni Samir Salum kutoka makao makuu ya UFM Radio, Tabora, Tanzania.